Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Taarifa yetu kuu usiku huu: ziara ya siku 3 ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu nchini Urusi yaendelea, huku serikali ikitoa kauli yake kuhusu madai ya kusambaratika kwa uhusiano kati yake na Umoja wa Ulaya. Wizara ya mambo ya kigeni ya Tanzania imewahakikishia raia wa nchi hiyo kwamba uhusiano kati ya taifa hilo na Umoja wa Ulaya uko imara. Haya yanajiri siku moja baada ya kamati za bunge la Umoja wa Ulaya kupigia kura hoja ya ushirikiano wa kimaendeleo kati yake na Tanzania. Wabunge 81 waliunga mkono hoja hiyo, huku mmoja akiipinga. Kumekuwa na mchakato unaoendelea kuhusu swala la tume ya Umoja wa Ulaya kutoa ufadhili wa euro milioni 100 kwa miradi ya maendeleo nchini Tanzania, huku serikali ya nchi hiyo ikilaumiwa kwa shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya raia. Mwaka jana tume hiyo ilisimamisha ufadhili wa euro milioni 156 baada ya baadhi ya wabunge kulalamikia kile walichokidai ni ukosefu wa haki nchini Tanzania. Kulingana na serikali ya taifa hilo, uhusiano wa diplomasia kati ya nchi hiyo na bara Ulaya ni thabiti. Haya yanajiri wakati ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi ikiingia siku yake ya pili, huku kiongozi huyo akiendeleza mikutano na viongozi wakuu nchini humo. Aidha, anatarajiwa kuhudhuria kongamano la kiuchumi la kimataifa huko Petersburg. Jana Jumatano, Rais Samia alikutana na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin, ambapo wawili hao walijadiliana kuhusu masuala kadhaa ikiwemo uhusiano wa kibiashara. Sasa, ili kuelewa zaidi kuhusu umuhimu wa ziara hii, awali nimezungumza na Balozi Mindi Kasiga ambaye ameandamana na Rais Samia nchini Urusi. Inalenga kuendeleza mahusiano mazuri yaliyojengeka kwenye upande wa diplomasia, lakini pia ushirikiano na mshikamano uliokuwepo kati ya mataifa yetu haya mawili, Tanzania na nchi hii ya Urusi. Kwa hiyo malengo yetu ni kuendeleza uhusiano mzuri wa kidiplomasia kati ya hizi nchi zetu mbili ambao umedumu kwa miongo takriban 6 sasa. Na umezungumza vizuri ukisema hii ni ziara ya kihistoria. Urusi ndio nchi ya kwanza kwa Rais Samia kutembelea nchi ya Afrika tangu uchaguzi ulipomalizika. Ni kwa nini taifa la Urusi, Balozi? Nadhani ni mpango ambao ulikuwa muda mrefu na kutokana na ratiba kuingiliana, kwa sababu ziara ya kitaifa inahitaji utayari na uwezekano wa ratiba kwa pande zote mbili. Lakini kwa sasa inaonyesha dhahiri kabisa kwamba kwanza kwa mwaliko kutoka kwa mwenyeji wake, lakini pia kwa uwezekano wa ziara hii kufanyika ambao ni ya ngazi ya juu kabisa ya kidiplomasia ambayo nchi inaweza ikatembelea nchi nyingine. Na katika hii ziara, je, kuna mikataba yoyote muhimu ya kibiashara ama kidiplomasia ambayo yameweza kuafikiwa kati ya nchi hizi mbili, na pengine kama ndiyo ipo, ni inahusu nini hasa na ni katika sekta zipi? Malengo makuu ya ziara yapo yamefikiwa. Mara nyingi tunasema ni kuendeleza sekta za ushirikiano ambazo sisi na Urusi tumekuwa tumeshirikiana kwa muda mrefu, lakini sasa tunataka tunyanyue yale mahusiano kwenda kwenye ngazi nyingine. Kwa hiyo tulikuwa na maeneo ya vipaumbele kama elimu. Kwa hiyo mojawapo ya mikataba ambayo imesainiwa ni kwenye upande wa nyanja ya elimu, lakini pia kwenye sekta nyingine kama nishati. Mazungumzo bado yanaendelea, lakini tunaona wenzetu wana utaratibu tofauti na utaratibu wetu wa kidiplomasia. Kwa sasa katika yale mazungumzo ambayo yameendelea baina ya nchi mbili, basi pembezoni kumekuwa na wataalamu wamekutana kwa ajili ya kuangalia namna gani bora ya kuendeleza ushirikiano. Naam, sasa ukizungumza kuhusu uhusiano, Tanzania itasawazishaje uhusiano wake na Urusi, na pia vile kuangalia uhusiano wake na washirika wake wengine katika baadhi ya mataifa mengine? Kihistoria, Tanzania ni nchi ambayo inapata siasa isiyofungamana na upande wote. Sera yetu ya mambo ya nje inatuongoza kwenye kushirikisha wadau mbalimbali wa maendeleo ndani na nje ya mipaka yetu. Kwa hivyo sisi ni nchi ambayo tumejipambanua kwa namna hiyo. Kwa hiyo wakati tunaendeleza uhusiano wetu mzuri uliodumu kwa miongo 6 wa kidiplomasia na nchi hii ya Urusi, pia tunaendelea na mataifa mengine
na kuendeleza uhusiano wa aina hiyo. Mahojiano hayo ndiyo yanayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Kundi la Hezbollah limepinga mpango wa kusitisha vita kati ya Lebanon na Israel uliosimamiwa na Marekani. Mpango huo utaiwezesha Israel kuendelea kutekeleza operesheni yake ya kijeshi kusini mwa Lebanon, huku ikitaka Hezbollah, ambayo haikujumuishwa kwenye mazungumzo ya Washington, kujiondoa katika eneo hilo. Kundi hilo ambalo linaungwa mkono na Iran limeelezea mkataba huo kama hatua hafifu inayodhalilisha na kukosa maadili. Aidha, kundi hilo limeonya kwamba eneo la kaskazini mwa Israel halitakuwa salama ikiwa vijiji na makazi ya raia wa Lebanon yataendelea kushambuliwa kwa mabomu. Hata hivyo, rais wa Lebanon Joseph Aoun ameelezea makubaliano hayo ya kusitisha vita kama juhudi ya mwisho ya kuleta amani. Masuala makuu yaliyojitokeza baada ya mazungumzo ya siku mbili jijini Washington DC kati ya Lebanon na Israel ni pamoja na Hezbollah kusitisha mashambulizi dhidi ya Israel, kutengwa kwa maeneo maalum ya kiusalama ambapo Hezbollah haitaendesha shughuli zake, na kuikabidhi jeshi la Lebanon majukumu yote ya ulinzi wa maeneo hayo ya kiusalama kusini mwa Lebanon. Na sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo bara la Afrika limehimizwa kuondoa vizuizi katika kuhakikisha watu wenye ulemavu hawajaachwa nyuma katika maendeleo ya kidijitali. Haya yamezungumziwa katika mkutano uliokamilika jijini Nairobi wa Inclusive Africa, ambao unalenga kusherehekea hatua zilizopigwa katika teknolojia saidizi kwa watu wenye ulemavu. Kulikuwa na maonyesho ya kiteknolojia mbalimbali. Mojawapo ni kifaa hiki kipya kutoka Afrika Kusini kinacholenga kuwasaidia viziwi na watu wenye usikivu hafifu kutambua usalama wa mazingira yao kwa urahisi. Kifaa hiki cha mkononi kinachojulikana kama Senso hunasa sauti muhimu za kila siku na kuzibadilisha kwa ishara za tahadhari. It's a wrist wearable. Ni kifaa cha kuvaa mkononi kinachofanya kazi kwa kutumia sensa. Kwa hiyo ni kifaa cha kuvaa pamoja na sensa katika rangi tofauti. Kuna ya njano, bluu, kijani na nyekundu. Kinashikiliwa na kifaa kingine tunachokiita bracket. Na pia kulikuwa na mjadala